haleluya, sifa kwa Bwana, haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya, sifa kwa Bwana, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, sifa kwa Bwana, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, sifa kwa Bwana, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, sifa kwa Bwana, haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya, sifa kwa Bwana, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, sifa kwa Bwana, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, sifa kwa Bwana, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, sifa kwa Bwana, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, sifa kwa Bwana. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na, oh, hakuna wa kufanana na Yesu, fanana, oh, hakuna wa kufanana na Yesu, fanana, oh, hakuna wa kufanana na Yesu, fanana na, oh, hakuna, hakuna, hakuna wa kufanana, oh, hakuna wa kufanana na Yesu, wa kufanana, oh, hakuna wa kufanana na Yesu, wa kufanana, oh, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna wa kufanana, milele na milele, hakuna kama wewe, oh, Ebeneza, hakuna kama wewe Bwana, hakufanana, oh, Jehova Jireh, hakuna kama wewe, oh, Elohimu, hakuna kama wewe, hakuna wa kufanana na, oh, Adonai, hakuna kama wewe Bwana, fanana na, oh, Jehova Nisi, hakuna kama wewe, Eli Shaddai, hakuna mwingine kama wewe, oh, Elohimi,
hakuna kama wewe Bwana, fanana. Oh, hakuna kama Yesu, fanana. Hakuna mwingine kama Yesu, hakuna wakufanana na wewe, hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana na wewe. Elohimu, wewe unatosha. Oh Adonai, hakuna kama wewe Baba, milele hakuna kama wewe Bwana, milele na milele tunakuabudu Baba, usiyelinganishwa na chochote. Miungu yote ni kazi ya wanadamu, umeinuliwa, hakuna kama wewe, hakuna wakufanana, milele na milele hakuna kama wewe. Oh yeah, anaweza, anaweza, yeah, anaweza, hakuna wakufanana. Oh yeah, anaweza Baba, anaweza, yeah, hakuna wakufanana. Oh yeah, anaweza Baba, anaweza, anaweza, hakuna wakufanana. Oh, anatosha Baba, yeah, anatosha, yeah, anatosha, hakuna wakufanana. Oh yeah, mponyaji wetu ni mponyaji, haleluya, hakuna wakufanana. Oh yeah, ni mshindi kweli, ni mshindi, ni mshindi, hakuna wakufanana. Oh, hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana na Yesu. Oh, hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu, milele na milele hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna kama Yesu, hakuna kama yeye, hakuna Yesu, hakuna kama Yesu, haleluya. Hakuna wakufananishwa na wewe, hakuna wakulinganishwa na wewe, hakuna mwingine kama wewe. Jina lako limetukuka zaidi ya majina yote. Una uwezo, una mamlaka juu ya maisha yetu. Kila jambo linatendeka kwa wema, maana tumeitwa kwa kusudi lako. Asante kwa kutuchagua.
kutoka miisho ya ulimwengu huu, ukatuita katika upendo wako. Kabla hatujafanyika tumboni mwa mama yetu ulitujua, kabla hatujazaliwa ukatutakasa, ukatutenga kuwa watumishi na manabii juu ya ulimwengu wote. Baba, tunalibariki jina lako, tunalisifu jina lako asubuhi ya leo, tunaliinua jina lako, maana wewe ni Mungu. Hakuna wakufananishwa na wewe, hakuna wakulinganishwa na wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Alfa na Omega, hakuna kama wewe. Wewe ni mwanzo tena mwisho. Tunalisifu jina lako, tunaliabudu asubuhi ya leo, tunalitukuza asubuhi ya leo. Tunakupa sifa, maana wewe ni Baba nasi ni watoto wako. Asante kwa upendo wako ulio mkuu, hata ukamtoa mwanao Yesu akatufia msalabani kwa ondoleo la dhambi zetu, kwa kuturejesha katika pendo lako, kutufanya tena wazao wa kuzaliwa upya katika ufalme, kuzaliwa upya katika pendo la Baba. Nasi tumefanyika kuwa wana wako sababu ya pendo lako kuu Jehova. Tunakushukuru, maana kama haukumzuia mwanao Yesu Kristo kutufia msalabani, je, mengine haya tunayohitaji hautaweza kutupa pamoja na Yesu Kristo? Tunajua kwamba ndani yako sisi ni zaidi washindi na zaidi ya washindi. Maana Bwana, ukiwa upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume chetu? Ni nani atakaye tukashifu? Ni nani atakaye tuhukumu? Kama Bwana umetuhesabia haki, ni nani atakaye hukumu kile ambacho Bwana amehesabia haki? Hakika ni wewe Mungu unayetuhesabia haki. Asante kwa kutufanyia haki asubuhi ya leo. Asante kwa kutufanyia haki siku ya leo. Katika uwepo wako tumesimama Baba. Tunajua kwamba Bwana utatutenda mema. Tuna imani kwamba Bwana utatuinua. Tuna imani kwamba Bwana utatusaidia. Tuna imani kwamba Jehova unakutana na mahitaji na haja za mioyo zetu. Asante maana wewe ni mwaminifu. Asante maana unatenda mambo makubwa. Asante maana unaenda kutusaidia. Jina lako libarikiwe milele yote, jina lako litukuke. Wewe ni mfalme wa falme, wewe ni Mungu wa miungu. Nani wa kulinganishwa na wewe? Nani wa kuchukua nafasi yako? Hakika unasalia kuwa Mungu juu ya maisha yetu, unasalia kuwa Mungu ndani ya kazi zetu, unasalia kuwa Mungu ndani ya kila jambo. Tunakuabudu Baba, hata asubuhi ya leo tunakualika katika ibada hii, tunakualika katika nyumba hii, ukatuhudumie. Wewe ni Jehova, ukatukuze, ukatutakase. Wewe ni mfalme wa falme, jina lako litabarikiwa na litatukuka milele yote, maana unaweza na unastahili Jehova. Nani wa kulinganishwa na wewe? Nani wa kufananishwa na wewe? Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Tunakuabudu siku ya leo, tunakuinulia sauti zetu Baba, tunakuinulia mioyo yetu Jehova, tunakuinulia mawazo yetu Mfalme. Tufinyange, utende kulingana na mapenzi yako. Tunyoroshe Bwana, tuongoze katika njia zako za haki. Hakuna kama wewe, unastahili Jehova. Hakuna kama wewe. We love you Jesus. We exalt your holy name. You are worthy Lord. Hakuna kama wewe. Unatosha Baba. Unastahili Jehova. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe Jehova. Hakuna wakufananishwa na wewe Mfalme. Wewe ni mwaminifu. Unatosha Baba. Hakuna kama wewe. Hallelujah. Unaweza Baba, unaweza. Kuna kama wewe. Unaweza. Unaweza Baba, unaweza. Hakuna kama wewe. Unaweza 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 Baba, unaweza. Hakuna kama wewe. Unaweza Baba, unaweza. Unaweza unaweza Baba, unaweza. Hakuna kama wewe. Unaweza 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 Baba, unaweza. Hakuna kama wewe. Unaweza Baba, unaweza unaweza Baba, unaweza.
hakuna kama wewe. Unaweza unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza Baba, unaweza Yesu, unaweza Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Unaweza Baba, unaweza Baba, haleluya Baba, unaweza, hakuna kama wewe. Sisi twakupenda Baba, kupenda Baba, twakupenda, hakuna kama wewe. Unatosha Baba, unatosha unatosha Baba, unatosha, hakuna kama wewe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, wewe unaweza, wewe unatosha, unastahili, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Jina lako limeinuka, jina lako limetukuka juu ya majina yote. Wewe ni Mungu wa kipekee, wewe ni Bwana wa kipekee, juu ya mabwana wote wewe umetukuka, juu ya wafalme na wote wenye nguvu wewe umetukuka zaidi. Jehova, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo, kwa sababu ya pendo lako na kwa sababu ya uwezo wako na jinsi ambavyo Bwana umetufanya kusimama katika nyumba yako takatifu, mahali ulipochagua jina lako likadumu milele. Tumenyenyekea sana mbele zako, tumeshuka chini zaidi ili wewe ukainuliwe. Baba, tumeshusha hadhi zetu, tumeshusha majina yetu yenye vyeo, ili kwamba wewe pekee uinuliwe, uitwe Bwana wa mabwana. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa wote ambao wanaijia ibada ya leo, hata watazamaji na wasikilizaji wetu. Tunawaombea neema yako ikawalinde, ikawatawale, ikawafunike. Wewe ni Jehova, una mipango mizuri juu ya maisha yao, una mipango mizuri kwa kila mmoja. Asante maana utatimiza mipango hiyo. Tunakuita Baba, hata tunapoketi na kulisikiza neno lako, kwamba Bwana ukatunenee kwa njia ya kipekee, ukazungumzie mawazo yetu, ukazungumzie nia zetu, ukazungumzie mioyo yetu, na baada ya ibada hii jina lako litatukuka, maana wewe ni Mungu na sisi ni watoto wako. Asante Mfalme, tunainuka kinyume na kila kazi za mwovu Shetani, kila madhabahu ya giza yanayoweza kujiinua kinyume na neno lako, tunakemea na kuharibu katika jina la Yesu, yakaweze kushindwa. Tunatangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo, unakuwa juu yetu, unatufunika, unatuzingira, unatuinua. Wewe ni Jehova, unatutetea na kutupigania, maana wewe ni Mungu wa vita. Tumekuamini nasi tumekutegemea. Tunasema asante, shukrani kwa sababu ya siku ya leo, kwa kutupatia fursa nyingine ya kusimama katika nyumba yako. Asante maana kwa siku mingi tumekuwa mbali na uwepo wako, tumekuwa mbali na nyumba hii ya maombi, lakini siku ya leo Baba umeifanyiza ili kwamba tusimame ndani ya nyumba hii, na kama wana wa Israeli ambavyo walitembea kuelekea katika mlima wako mtakatifu ya Zaburi 84, Mfalme, nasi pia tuko mahali hapa Bwana, tunafurahia na kushangilia na kuwa na sifa ndani ya mioyo yetu na kuwa na shukrani ndani ya mioyo yetu, maana ni wewe ambaye umesababisha siku ya leo iwe jinsi ilivyo. Kutoka utukufu mmoja hadi mwingine unatuinua, kutoka kiwango kimoja hadi kingine unatusongesha. Wewe ni Mungu utakayekuwa pamoja nasi. Jina lako libarikiwe na liinuliwe, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kusadiki. Amen, 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 amen. Tunaweza keti katika uwepo wa Mungu. Amen. Mungu ni mwema, tena ni mwaminifu juu ya maisha yetu. Ametusaidia sana na kutufikisha siku ya leo. Ametusaidia sana, ametupa uzima. Kwa macho na fikra za wanadamu hatungedhani kwamba itakuwa jinsi ilivyo, lakini kwa sababu ya neema na upendo wake Mwenyezi Mungu imekuwa jinsi ilivyo. Tumepata fursa tena ya kipekee kukusanyika katika nyumba ya Mungu, katika nyumba ya maombi, katika nyumba ya ibada. Mungu ametuleta tena katika uwepo wake. Imegharimu mkono wa Mungu iwe jinsi ilivyo. Haijawa rahisi, haijawa kawaida, lakini Mungu mwenyewe ameshughulika na kujidhihirisha kama Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uwezo. Kwa hivyo tukipata fursa kama hii ya kusimama katika uwepo wa Mungu, tusichukulie kama ni jambo la kawaida,
tusichukulie ni kama jambo la kufanyia mzaa, tusifanye tu kana kwamba ni mazoea, lakini iwe kwamba tunamaanisha zaidi katika uwepo wa Mungu, tunamaanisha zaidi katika kumtafuta Bwana. Biblia inasema kwamba Mungu yu pamoja nanyi kiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta kwa bidii mtampata, lakini mkimwacha naye pia atawaacha. Siku ya leo wacha iwe ndani ya mioyo yetu kwamba tutamtafuta Mungu kwa bidii, tutamtafuta Mungu kwa hali zote, kwa majira mazuri na majira yasiyofaa, bado tutaendelea kumtafuta Mungu. Mambo yakiwa sawa ama yasiwe sawa, bado tutaendelea kumtafuta Mungu, maana yeye ndio kila kitu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka asubuhi ya leo tugeuke kwenye Biblia zetu, kitabu ya mambo ya Nyakati wa pili 32. Mambo ya Nyakati wa pili 32. Tusoma mistari yake ya kwanza hadi 8. Mambo ya Nyakati wa pili 32 mstari wa kwanza hadi 8. Nakala yangu ni ya Kiingereza, tutaweza soma. 2 Chronicles 32 verse 1 to 8. After all these things and these acts of faithfulness, Sennacherib king of Assyria came and invaded Judah and encamped against the fortified cities, thinking to win them for himself. And when Hezekiah saw that Sennacherib had come and intended to fight against Jerusalem, he planned with his officers and his mighty men to stop the water of the springs that were outside the city, and they helped him. A great many people were gathered, and they stopped all the springs and the brooks that flowed through the land, saying, why should the king of Assyria come and find much water? He set to work resolutely and built up all the wall that was broken down, and raised towers upon it, and outside it he built another wall, and he strengthened the Millo in the city of David. He also made weapons and shields in abundance. He set his compact commanders over the people and gathered them together and spoke courageously to them, saying, verse 7, I like this, be strong and courageous, do not be afraid or dismayed before the king of Assyria and all the horde that is with him, for there are more with us than with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people took confidence from the words of Hezekiah, the king of Judah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Asubuhi ya leo nataka kunena kwamba having confidence in the Lord, kuwa na ujasiri katika Bwana, kuwa na matumaini katika Bwana. Having confidence or trust in the Lord. Hilo ndio neno ambalo nataka kulinena asubuhi ya leo, na naamini kwamba mwisho wa ibada hii Mungu atakuwa amenena na maisha yetu, na Mungu atakuwa ametusaidia sana, na Mungu atakuwa ametubariki. Mahali ambapo tumeanza kusoma mstari wa kwanza inasema kwamba baada ya haya matendo yote ya uaminifu, baada ya haya mambo yote, baada ya haya yote, na haya yote ambayo wanasema baadaye ni gani? Unaposoma kuanzia mlango wa 29 utapata wakati ambapo mfalme Hezekia anachukua nafasi ya kutawala nchi ya Yuda. Na kabla ya Hezekia kuna mfalme aliyetangulia na jina lake lilikuwa Ahazi. Na Biblia inasema kwamba Ahazi
hakutembea katika njia zinazompendeza Mungu. Hakutembea kama alivyotembea Daudi, lakini alitembea kama wafalme wa taifa la Israeli, wale wafalme ambao hawakumtii Mungu, wale wafalme ambao waliinua miungu na vinyago na wakaviabudu. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba wakati ambapo Ahazi alikuwa mfalme, akawacha kumtegemea Mungu, akategemea wanadamu, akategemea mataifa ambayo yana surround ile nchi ya Yuda. Na alipoendelea kutegemea yale mataifa, Biblia inasema kwamba akachukua miungu ya hayo mataifa akaileta katika nchi ya Yuda. Kwa hivyo akainua sehemu za kuabudu kila mahali. He raised altars that were not worshiping God in many places in the land of Judah. Kwa hivyo ikawa kwamba ibada ya kumwabudu Mungu haipo tena. There was no true worship in the land of Judah because people were worshiping idols. Na kwa sababu watu walikuwa wanaabudu miungu, Biblia inasema kwamba Mungu akawaacha. Mungu akawaacha hilo taifa. Mungu akawaacha watu wa Yuda wakae hivyo. Akaondoa msaada wake. Akaondoa the support, the providence, everything that God was doing to them. Akaondoa ule msaada wake wote. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So wakati Mungu ameondoa msaada wake kwa hiyo taifa, ikawa kwamba sasa halina msaada wowote. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa sasa wamekuwa wanyonge, wamelegea. Na wakati wamelegea hivyo, yule mfalme wao akaanza kutafuta msaada wa mataifa mengine. Akaanza kutengeneza uhusiano na mataifa mengine. So he began to make treaties with other nations. And when he was making treaties with other nations, it meant that they have to pay taxes to those nations. And when they were paying those taxes, they became so heavy that they could not be able to bear it. And there is a time that now they made the treaty with the king of Assyria. The king of Assyria told Ahaz that I want you to bring all the gold to my land. So Ahab went into his country and took all the gold to the king of Assyria. And the Bible says he even went into the temple and took all the vessels of gold. And it also says that all the priests and the Levites were away from the house of God. So there was no worship of God in that land. And when he had paid all the gold to this king of Assyria, so he did not have anything else to give back, then the king of Assyria now wanted to take this country into captivity. And the Bible says when Ahaz saw this, he went and raised many altars of worshipping other gods. And because he was worshipping other gods and God had left him, and he died. So Hezekiah becomes the king. And when Hezekiah becomes the king, the first thing that he does is to restore the worship of God in Jerusalem. He ordered everybody to bring offerings to the Lord. And he himself provided bulls to be sacrificed for 7 months. So the worship of God was restored. The Levites
and the priests were restored into the place of worship. And the land was prospering. And everything was doing well. So after all these acts of faithfulness, now this is now what we are getting here today. Amefanya kila kitu cha uaminifu mbele za Mungu. Lakini hata baada ya kufanya hayo mambo, maadui wakakuja kuvamia hiyo nchi. Senakeribu akakuja na majeshi yake wakazingira mji wa Yerusalemu. Na wakatuma barua mingi sana za kusema tunakuja kuangamiza mji huo. Na wakasema mambo makubwa sana ya kuogopesha watu. Wakaweka watu mioyo yao ikakuwa na wasiwasi. Wakafanya watu wakakosa uzingizi. Na ukiendelea kusoma Biblia inasema kwamba kuna mji unaitwa Lachish waliuteka nyara na wakaua watu pale. Na baada ya kunyonga watu ama kuangamiza, wakachukua vichwa wakaweka kwenye kuta round. Yani hiyo ilikuwa kuonyesha kwamba kama tumefanyia hawa jinsi hivi, hata nyinyi tutawafanyia zaidi. Na watu wakakuwa na wasiwasi sana. Lakini Mungu wetu ashukuriwe sana. Maana mfalme hakukuwa na wasiwasi. Biblia inasema kwamba mfalme akatuma makomanda waende kuwaita watu. Wakakusanya watu wote wakakuja mbele za mfalme. Na Biblia inasema mfalme akawaambia, msiogope wala msitahayarike kwa sababu ya mfalme wa Waashuru. Nataka mjue kwamba jina Ashuru halijawekwa tu kwa Biblia kuongeza maandiko. Watu wanaitwa Waashuru walikuwa ni majeshi ya vita. Hawa watu walikuwa na ujuzi wa kupigana. Na wakati huo hao ndio walikuwa ni super power. Walikuwa wamechukua mataifa mengi, wameyaweka mateka. Walikuwa wameangamiza wafalme wengi. Ukiendelea kusoma kuanzia mstari wa 9, utasikia maneno ambayo Senakeribu aliambia watu. Anawauliza, huyo mfalme wenyu mbona anawadanganya? Nyinyi mnategemea nani? Kama nimeangamiza mataifa mengine na miungu yao haijawasaidia, mnafikiri kwamba Mungu wenyu atawasaidia? Mnafikiri huyu Mungu wenyu ana nguvu za kuokoa kwa mkono wangu? Na akasema mambo makubwa sana kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka upate haya maneno vizuri, kwamba mfalme Hezekia alitia watu moyo. Akawaambia, do not be afraid or dismayed before the king of Assyria. Hata leo nataka nikuambie wewe, usiogope wala kufadhaika kwa sababu ya yale ambayo yanakukumba, kwa sababu ya zile habari ambazo umepokea, kwa sababu ya zile ripoti ambazo umepewa. Kuna maripoti ya madaktari ambayo inasema lazima ukuwe unaenda kliniki kila mwezi, na inasema kwamba usipoenda kliniki wewe utakufa. Kuna ripoti ambayo inasema usipojipanga sawasawa njaa itakumaliza. Kuna ripoti ambayo inasema hapo mbele hakuna kazi utapata. Kuna ripoti ambayo inasema maisha yako yamefika mwisho. Lakini nataka ujue siku ya leo, hata kama kuna habari umepokea, hata kama kuna maneno umeambiwa na yamefanya moyo wako umetetemeka, yamefanya moyo wako umetetemeka, yamekufanya
wamekosa amani. Nataka ujue siku ya leo usiogope wala usitahayarike, maana aliye upande wako ni mkubwa zaidi. Hezekia akaambia watu hawa, mfalme wa Waashuri ana jeshi la wanadamu, lakini upande wetu tuna jeshi la Mwenyezi Mungu. Tuna jeshi la Mwenyezi Mungu. Nataka nikwambie siku ya leo, ukiwa na jeshi la Mwenyezi Mungu hauwezi kuwa na wasiwasi. Ukiwa na jeshi la Mwenyezi Mungu hauwezi kuwa na shida kwa moyo wako. Ukiwa na jeshi la Mwenyezi Mungu hauwezi jali watu wanasema nini. Ukiwa na jeshi la Mwenyezi Mungu unajua mbele iko sawa. Nataka niwaambie siku ya leo, tuna jeshi la Mwenyezi Mungu ambaye anatuhakikishia kwamba vita sio vyetu, vita ni vya Mungu. Vita sio vyetu, vita ni vya Mwenyezi Mungu. Tuna yule anayetupigania, tuna yule anayetutetea, tuna yule anayetusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe haya mambo vizuri, kwamba aliye pamoja na yeye, aliye pamoja na yeye ni jeshi la nyama, ni jeshi la mwili. Yani kama ujui maana ya mwili, ni ile ambayo mtu anakuambia unajiringa na hii mwili, kesho nitakuwa nimekushughulikia. Na ikifika kesho unapata mtu amekushughulikia, umeangamia. Yani tunapoongea kuhusu mambo ya mwili, ile unaambiwa kwamba tumeona wangapi kama wewe na sasa hawapo. Yani ukisikia maneno ya mwili, watu wanakuambia hata fulani alikuwa zaidi yako. Watu wanasema hata fulani alikuwa na nguvu zaidi, lakini nguvu zake ziliisha. Na kama muelewi hii vizuri, wacha nikuweke katika historia ya huu ulimwengu. Kuna mtu alikuwa anaitwa Adolf Hitler ambaye aliangamiza watu wengi. Akasema katika nchi yake hataki watu wafupi. Kwa hivyo kama wewe sio wa urefu wa futi 8 unaangamizwa. Lakini Adolf Hitler hayuko tena. Kuna mtu anaitwa Osama bin Laden ambaye alikuwa tishio la dunia mzima. Alitisha mpaka wa Amerika, lakini sasa hayuko tena. Nataka niwakumbushe Idi Amin Dada ambaye alikuwa anatisha sana, lakini hata sasa hayuko. Wacha niwakumbushe kuhusu Muhammad Gaddafi ambaye alikuwa anajiita jeshi tosha, lakini sasa hayuko tena. Nataka nikuambie jeshi la mwili sio la kudumu. Jeshi la wanadamu ni la muda mchache. Jeshi la wanadamu halitakaa milele, lakini jeshi la Mungu linadumu milele. Jeshi la Mungu lilikuwa jana, liko leo, na hata kesho litakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jeshi la wanadamu linategemea teknolojia. Teknolojia kigeuka, jeshi linageuka. Kuna majeshi walikuwa wanapigana na farasi, lakini sasa hawatumiki farasi. Kuna majeshi yalikuwa ya kutumikia mikuki
bunduki na mishale, amajeshi narara gutumika, lakini siku zao ziliisha. lakini chinga kichabo nchiaere. Kuna majeshi ambayo wanatumia bunduki na marisasi, amajeshi narara gutumika chibu, lakini nataka ujue hata siku zao zinaisha. lakini ntage tomanye nonyena kuna majeshi yanatumia silaha za kinyuklia, amajeshi narara gutumika nuclear, lakini siku zao zinaisha. nonyena matukaba. Lakini kuna jeshi la Mwenyezi Mungu, lakini ya jeshi ya hawatumii silaha zozote zilizoundwa na mikono ya wanadamu. Hawahitaji teknolojia, hawahitaji kukua updated. Lile ni jeshi tosha, na ile jeshi ndio iko upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na Biblia inasema kwamba na wale watu wa Yuda n'abantu bali ba Yuda wakafarijika na maneno ya mfalme, bakabekwa moyo n'amangana y'omugambi, wakafarijika na hayo maneno. bakabekwa moyo kilima n'amangana. Sijui kama wewe haya maneno unayapata yanakufariji ama yanakuua moyo. Timanye tigo saya mahana yango korandeli rero gukobeka aro moyo gosega ko. Zile habari unapokea zinakuua moyo ama zinakutia moyo. Amangana aliyo konyora ngo kobeka aro moyo gosaka ko goita moyo. Maneno unayopata kwa familia yako yanakutia moyo ama yanakushusha moyo. Amangana konyora senka yao ngo kobeka aro moyo gosaka ko goita moyo. Marafiki zako wanapokuzungumzia wanakutia moyo ama wanakushusha moyo. Abasani baekera bako gokwanera ngo kobeka baro moyo gose bako goita moyo. Nataka nikutangazie siku ya leo, hata kama yale ambayo umesikia yamekuvunja moyo, hata kama yale umeambiwa yamekushusha moyo, kuna habari njema siku ya leo. Usiogope, maana Mungu yu pamoja na wewe. Usiogope, maana Mungu anakusaidia. Usiogope, maana Mungu anakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo upande wetu tuna Mungu wa kutupigania. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwanzo 17 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema kwamba Bwana Mungu akamtokea Abrahamu akiwa na miaka 99. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, mimi ndimi Bwana Mungu Elishadai, yani Mungu mwenye uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, enenda mbele zangu kwa unyofu wa moyo, nami nitakutendea yote ambayo unahitaji nikutendee. Hata siku ya leo Mungu anatuambia hivyo. Anasema mimi ni Elishadai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo. Yani yale ambayo wewe mwenyewe unajaribu kufanya na uwezi, mimi ninaweza kuyafanya. Yani aliayo mwenyene ogokora gwasinywa incheni gonkonyara. Yale ambayo yamekuwa magumu kwa mwanadamu, mimi kwangu yanawezekana. Yale ambayo watu wamesema hayatawezekana, ni mimi nitashughulikia. Hata kama umepoteza matumaini, unafikiri imefika mwisho, ni mimi Elishadai ninaweza kukupa matumaini tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu akamkumbusha Abrahamu, anamwambia hata kama una miaka 99 na mke wako ana miaka 90, na unaona kwamba amefika menopause, na unaona kwamba mmezeeka, mwezi pata mtoto, hiyo ambayo imewashinda kufanya, mimi nina suluhisho yake. Huyo mtoto ambaye mmetafuta hamjapata, mimi niko na mtoto. Ile baraka mmengojea mjaona, mimi niko nayo. Yale mambo ambayo yamewasinya, ni mimi ninaweza kuyatatua. Yale mambo yamekuwa magumu kwenu, ni mimi nina ufunguo. Zile
njia zimefungwa mbele zenyu, ni mimi ninaweza fungua. Yale ambayo yameshindikana kwenyu, ni mimi ninaweza kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeweka tumaini lako wapi? Praise the Lord. Umeweka wapi tumaini lako? Kuna vitu vingi tunaweza kuweka ndani matumaini yetu, lakini Biblia inasema kwamba hivi vitu vyote hivi vitapita, lakini Bwana hatapita. Bwana Yesu asifiwe. Dunia na urembo wote utakwisha, inchi na utajiri wote utakwisha, inchi na nguvu zote za wanadamu vitakwisha, lakini neno la Bwana litabaki imara. Neno la Mungu litabaki likiwa na nguvu. Biblia inasema kwamba milele yote neno la Mungu limethibitishwa pale mbinguni. Neno la Mungu limethibitishwa pale juu. Yani haitegemei mambo ya wanadamu ndio hiyo neno ifanyike. Haitegemei ushauri wa wanadamu ndio hilo neno lifanyike. Haitegemei ati watu wakae chini watengeneze bill wapitishe ndio hilo neno litendeke. Hata kama watu watalipinga bado hilo neno litafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watu wataweka sheria ya kuzuia neno la Mungu, neno lina nguvu kuliko sheria. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uelewi hili, nataka ujikumbushe katika kitabu cha Danieli 6. Biblia inasema kwamba wale wa Yunani wote wakajaribu kutafuta makosa kwa Danieli ili waweze kumshtumu nayo, wakakosa. Wakapata tu neno moja ambalo wanaweza kumshtumu nalo, ni yule Mungu ambaye Danieli anaomba. Na wakamwendea mfalme, wakasema leo tunaweka sheria, mtu yeyote asiombe Mungu yeyote ila tu wewe mfalme. Wewe tu mfalme ndio watu watakuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na sheria zikatengenezwa, zikawekwa muhuri, ikasemekana sasa hizo ndio sheria za nchi ya Waamedi na Waajemi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema kwamba Danieli akaenda kuomba Mungu, na akafungua madirisha yanayoelekea mashariki, na akaigora chitirisa cha irongo chiaro chimocha. Nataka ujue kwamba kule mashariki alikuwa anaelekea Yerusalemu. Na pale Yerusalemu, wakati Suleimani alitengeneza hekalu, alisema kama yeyote ataomba popote alipo akielekea nyumba hii, Mungu umsikie. Nekera Suleimani aroseti hekalu, akabeka chitirisa chiaro chimocha, agateba ngonde bwesi orarine na gosaba karigerere tiororo Nyasaye na amukonye. Kwa hivyo Danieli alikuwa anaomba kwa yale maandiko ambayo yalisemwa. Na alipoomba akielekea Yerusalemu, Biblia inasema wale watu wakamsikia. Wale watu wakaja wakamshika, wakampeleka mbele ya mfalme. Wakasema, mfalme, tulisema namna gani kwa sheria zetu kwamba mtu yeyote asiombe Mungu yeyote, lakini akuombe wewe mfalme. Na sasa tumempata huyu anaomba Mungu mwingine, na kwa sababu sheria
haiwezi badilishwa, na sengencho ichiko tirigo chenjigwa, wacha ashughulikiwe na sheria. tiga akorerwe meremo neri ichiko. Na Biblia inasema kwamba akaenda kutupwa kwa shimo la simba. Biblia gotebanga akairwa asengoro yechindo. Lakini usiku ule mfalme hakupata uzingizi. Lakini obotukoboria omorwoti agasinyukorara. La ilipofika asubuhi mapema, nekerabu akita mambi chuni, akaenda kusimama mbele ya lile shimo. Akagenda gotenena bosyo bwengoreria. Akamwita Danieli, Danieli. Akamurangele Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai. Omasombonye saore moyo. Je, Mungu wako unayemtumikia ameweza kukuokoa kwa midomo ya simba? Inenya sao yogo sasi mogo tori kurwaza chindo. Na Biblia inasema kwamba Danieli akasema ndio, Mungu wangu ameniokoa. Na mfalme akaamuru kwamba Danieli atolewe kwenye shimo hilo. Na Biblia inasema kwamba siku hiyo sheria ikabadilishwa, kwamba kama kuna Mungu atakayeabudiwa, kama kuna Mungu atakayeombwa, ni Mungu aliye hai. Nataka nikuambia siku ya leo, Mungu wetu hazuiliwi na sheria. Sheria ni za wanadamu. Mungu ako juu ya sheria. Mungu amezidi sheria za wanadamu. Leo watakuzuia usiingie mahali fulani. Leo watakuzuia usifanye jambo fulani. Leo watakuzuia usione kitu fulani. Lakini nataka ujue kitu kimoja, hawatazuia Mungu wako kukutendea. Hawatazuia Mungu wako kukutendea. Hawatazuia Mungu kukuguza. Hawatazuia Mungu kuhudumia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vema kumtumainia Mungu. Ni vizuri sana kumtumainia Mungu. Biblia inasema katika Zaburi 20 mstari wa 7 na 8, kwamba wengine walitegemea magari ya vita, lakini sisi tumelitumainia jina la Bwana. Wale wameanguka na kuangamia, lakini sisi tunasimama na kusonga mbele. Nataka nikuambie, kwa kumtegemea Mungu kuna kusonga mbele. Kwa kumtumainia Mungu kuna kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Waliotegemea magari ya vita walianguka. Waliotegemea wanadamu walianguka. Lakini wanaomtegemea Mungu wanasimama na kusonga mbele. Mungu ana uwezo wa kutuokoa na mkono wake mkuu. Isaya 59 mstari wa 1. Biblia inasema mkono wa Bwana sio mfupi ili kwamba asiokoe, na sikio la Mungu sio zito ili asisikie. Masikio yake sio mazito asiweze kusikia. Nataka nikuambie, Mungu ana uwezo wa kukuokoa. Mungu ana uwezo wa kukukomboa. Mungu ana uwezo wa kukuweka huru. Mkono wake una nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na masikio yake yanasikia. Kuna miungu ingine lazima ipewe chakula ndio isikie. Kuna miungu mingine lazima ibebwe ndio iende kufanya kazi. Kuna miungu mingine lazima ipewe hongo ndio ianze kuzungumza. Lakini huyo sio Mungu wetu. Mungu wetu anasikia na kujibu. Ana uwezo wa kuokoa na kukomboa. Ana uwezo wa kukuweka huru katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, na wana wa Israeli wakamtazamia nyoka wakapona, hivyo Yesu ameinuliwa, na yeyote atakayemtazamia ataweza kupona. Nataka leo umtazamie Yesu upone. Muangalie Yesu uwekwe huru. Muangalie Yesu upate nguvu.
Muangalie Yesu, usimame tena. Haijalishi umeanguka wapi, haijalishi umefikia wapi, haijalishi maisha yako yako jinsi gani, wanaomtazamia Yesu, wanaomuinulia Yesu macho yao, wanapokea uzima, wanawekwa huru, wanafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Sijui wewe unakimbilia wapi leo, sijui wewe unamtazamia nani, sijui wewe umemtumainia nani. Weka tumaini lako ndani ya Yesu, weka tumaini lako ndani ya Bwana. Watu wametumainia nguvu zao, najua nataka nikwambie nguvu zako zitafika mwisho. Kuna watu wametegemea mali zao, nataka ujue mali inafika mwisho. Watu wametegemea wanadamu, nataka ujue wanadamu ni kigeugeu. Afadhali umtegemee Mungu, afadhali umtumainie Mungu, afadhali umuishie Mungu, na Mungu atakusaidia. Zaburi 125 Biblia inasema wamtumainiao Bwana ni kama mulima wa Sayuni ambao hautatingizika, bali unakaa milele. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana awazungukavyo watu wake, tangia sasa na hata milele. Afadhali umtumainie Bwana, afadhali umtegemee Bwana, afadhali umuishie Bwana, maana yeye atakusaidia, maana yeye atakulinda, maana yeye atasimama na wewe, katika jina la Yesu Kristo. Ninapomalizia Zaburi 73 mstari wa 26. Zaburi 52 na 26 na isano nemo. Biblia inasema kwamba nguvu zangu na moyo vinaweza zimia. Biblia batebanga chinguru cyane no moyone zinaweza zimia, nabakiranyare ko era chinguru, lakini Bwana ni sehemu yangu, lakini Nyasaye nale nsemo yane, na ni mwamba wangu wa milele. Nege tarekia kale na kale. Sijui wewe Bwana ni nini kwako, timanyeti Nyasaye ni ngasore. Sijui umeweka tumaini lako wapi, timanyeti ngayobeke to kwege na kwao. Sijui umetegemea nini, timanyeti inkibwege nete. Sijui ndani ya moyo wako umepatia nini priority ya kwanza. Timanyeti asomo yo ngento kyo yateli tangani. Kuna watu walitegemea magari ya vita, bantu mbale babege to kwege na se chigari chesegi na mafarasi ne chitigere, lakini waliangamia wote. Lakini bagasira bonsi. Na sisi tunalitegemea jina la Bwana. Intuni watategemete lingana le Nyasaye. Sisi tunasimama na kusonga mbele. Intuni watatenene na gosuka bosio. Tunaweza songa mbele katika jina la Mungu. Nigotogo suka bosio aseletere Nyasaye. Tunaweza songa mbele zaidi katika jina la Mungu. Nigotora suka bosio mono wetera. Tunaweza enda mbali sana kwa jina la Mungu. Nigotora agenda ale wetera aselingana le Nyasaye. Tunaweza tena mambo makubwa sana kwa jina la Mungu. Nigotora akora mangana manene wetera aselingana le Nyasaye. Tunaweza timiza mambo mengi sana katika jina la Mungu. Tonya ale kuikirania mangana manene wetera aselingana le Nyasaye. Mtegemee Mungu. Mwegene Nyasaye. Nguvu zako zimeisha, lakini mtegemee Mungu. Chinguru chao chaerere, lakini yegena Nyasaye. Marafiki wamekutenga, mtegemee Mungu. Abasani bagotamire, mwegena Nyasaye. Hauna matumaini kwa maisha, mtegemee Mungu. Tobuati okwegena asobogema gose, tobuati mambi, mwegena Nyasaye. Hali imekuwa mbaya sana, mtegemee Mungu. Obogema bwa kongere mono, mwegena Nyasaye. Uko katika majonzi na vilio, mtegemee Mungu. Kwalirira mariga mange, mwegena Nyasaye. Inasema kwamba kilio kinadumu usiku, lakini furaha inakuja asubuhi. Biblia gotebanga amariga nigako babotuko, lakini omorembo cha ekerabwa kiamukire. Kuna tumaini katika Bwana. Ogosemeria nkoro ase Nyasaye. Linasema kwamba na watu wote wa Yuda wakafarijika na maneno ya mfalme. Biblia gotebanga abantu bonsi ba Yuda bakabekwa moyo gwetera amangana yo muruti. Sijui wewe unafarijika na maneno gani? Timanyeti ayemangana kyago kobekwa moyo. Sijui ni nini kinakupa tumaini.
timanyeti nkento kikego kogo semelia. Sijui ni nini ambacho kinakufanya unaona kwamba unaweza enda mbali zaidi. Timanyeti aje nkento ki gekogera kwaroranga nosuke bosio. Wanaheri wale ambao tumaini lao ni katika Bwana. Mbabwate ogo semelia ase bali bamwegenete Nyasaye. Wale ambao wamemtegemea Bwana wanaheri. Bali bamwegenete Nyasaye mbabwate ogo semelia. Wale ambao wamemtumainia Bwana wanaheri. Bali bamwegenete Nyasaye mbabwate ogo semelia. Wale ambao wamesimama kwa sababu ya jina la Mungu wanaheri. Basi seniri bali baratena selingana le Nyasaye. Jina la Bwana ni ngome imara. Ile tali ya Nyasaye nege talegia kale na kale. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni Yesu bako. Yoeli anasema yeyote atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Bila wateba ngonde bwese orarangelingana le Nyasaye nanya orogotoliwa. Natamani siku ya leo watu waliitie jina la Bwana. Nigonge genete lero iga ngamwegene lingana le Nyasaye. Watu tumeita sana jina la serikali. Abantu tuarangelie serikali etokonye. Yani vitu zikikuwa mbaya tunaita serikali. Yani ebintu bigo sareka twateba serikali saidia. Uchumi imekuwa mbaya tunaita serikali. Ekaro uchumi ya kongere twateba serikali tokonye. Tumeshindwa kulipa school fees tunaita serikali. Togo sinyuwakane school fees twarangelia serikali. Mafuriko ikitokezea tunaita serikali. Ekera embura ya tule nyinge twarangelia serikali. Chakula kikikosekana ni serikali tunaita. Endagerage kobora twarangelia serikali. Lakini hatujawahi fikiria kumuita Mungu. Lakini mtu anakorengera likorangelia Nyasaye. Nasema kwamba katika dhiki zangu nalimuita Bwana. Watebanga aseme chando yane nje komurangelia Nyasaye. Na yeye akanisikia na kunijibu. Nere nigakonyiwa na kongira neli. Akanisongea. Agansukera. Akaniinamia sikio lake. Agantugamelia ogotokwaye. Akaniokoa kutoka kwenye shimo lenye matope. Agantolia korwa sengoro ya matope. Akaniweka mahali ambapo ni pakavu. Akambeka asense nyomo. Akaweka wimbo mpya ndani ya kinywa changu. Akabeka gotero kujia ase omonuone. Nataka nikwambie ukimuita Mungu atakuwekea wimbo mpya ndani ya moyo wako. Ukimuita Mungu atakuitikia. Ukimuita Mungu atakujibu. Ukimtafuta Bwana atapatikana. Isaya anasema tafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni sasa maana yu karibu. Mtu muovu aziache njia zake mbaya. Wacha tumuite Bwana, tumtafute Bwana siku ya leo. Hatujui kwa nini leo Mungu ameturuhusu turudi katika nyumba yake. Hatujui kwa nini ibada zimefunguliwa tena. Labda Mungu anatupatia nafasi ya kumtafuta. Labda Mungu anataka tumuite. Labda Mungu anataka tumulilie. Labda Mungu anataka tupaze sauti mbele zake. Na yeye atatujibu. Usichukulie siku ya leo kama kawaida. Mungu anakusudi na siku ya leo. Mungu anataka aone ni nani wanaomtumainia. Anataka aone ni nani wanaomtafuta kwa bidii. Anataka aone ni nani walio tayari kusikia sauti yake. Ni nani walio tayari kuongozwa na Bwana. Mungu akikuongoza anakupeleka sawa. Hawezi kukupeleka katika shida. Atakupeleka katika destiny yako. Katika jina la Yesu Kristo. Lazima tumtafute Mungu leo. Kama kuna kitu tutafanya leo ni kumtafuta Mungu. Kama kuna kitu tutafanya leo ni kumuita Mungu. Kama kuna kitu tutafanya leo ni kupaza sauti zetu mbele za Mungu. Na kusema kwamba Bwana tumekutumainia. Na Bwana tumekutegemea. Bwana tumekungojea leo. Bwana tusaidie leo. Bwana tutetee leo. Bwana tupiganie leo. Bwana tusimamishe leo. Bwana okoa jamii zetu leo. Bwana okoa nchi yetu leo. Bwana saidia kanisa letu. Bwana saidia serikali yetu. Bwana saidia watawala wetu. Bwana saidia watoto wetu. Bwana saidia ulimwengu wetu. Hiyo ndio kitu tunafanya leo. Hakuna kitu kingine tunafanya siku ya leo. Tunaambia Mungu saidia taifa lako. Mungu saidia watoto wako. Mungu saidia nchi yetu. Mungu usituache wala kutupungukia.
katika jina la Yesu Aseli atali Yesu Kristo. Na tunajua Mungu anasikia. Nyasaye nkoigwale. Mungu anajibu. Nyasaye nkoirane liale. 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 Mungu wetu anajibu. Nyasaye wetu nkoirane liale. Mungu wetu anajibu. Nyasaye wetu nkoirane liale. Kama alijibu siku za Hezekia, hata leo atajibu. Kama alijibu siku za Elia, hata leo atajibu. Kama alijibu siku za Danieli, hata leo atajibu. Kama alijibu siku za mitume, hata leo Mungu atajibu. Mungu anajibu leo katika jina la Yesu. Seria Yesu Kristo. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Ni heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Ni heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Ni heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Kanisa wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Wazee wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Wamama wamtumainio Bwana Yesu, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Taifa limtumainie Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Ni heri wamtumainio Bwana Yesu, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata baraka. Tuinua tu tumaini lako kwa Bwana. Heri wamtumainiao Bwana, heri wamtumainiao Bwana, heri wamtumainiao Bwana. Hezekia akawaambia watu wa Yuda, upande wao kuna jeshi la mwili, lakini kwetu tuna Bwana wa mabwana atakayetupigania, atakayetupigania na kutuokoa. Upande wetu tuna mkono wa Bwana ambao ni mkono wa nguvu, ni mkono wa Bwana unaotuinua, ni mkono wa Bwana unaotusaidia, ni mkono wa Bwana unaotuponya, ni mkono wa Bwana unaotutetea. Upande wetu tuna mkono wa Bwana. Wale wana jeshi la mwili, sisi tuna mkono wa Bwana. Wale wana jeshi la mwili, sisi tuna jeshi la Mungu. Wale wana jeshi la mwili, sisi tuna jeshi la Jehova. Upande wao wana nyama, lakini sisi tuna mkono wa Mungu. Wacha Mungu anyoshe mkono wake juu ya maisha yako. Mwambie Mungu, tunyosha mkono wako juu yangu, jinsi ulivyonyosha mkono wako ukawatetea watu wa Yuda siku za Hezekia. Hata leo unaweza kututetea, hata leo unaweza kutusaidia,
Hata leo unaweza kutupigania, hata leo unaweza kutuonekania katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuita Jehova, tunakuita Jehova, tunakuita Jehova, tunakuita Jehova. Uje utusaidie, njoo Baba, utupiganie, utuondoe katika aibu, utulete katika heshima yako, utuondoe katika kudharauliwa na katika kudhiakiwa na katika kushushwa moyo, utulete mahali ambapo tunafaa kuwa katika jina la Yesu. Asante Baba, maana wewe unatosha na unastahili. Jina lako libarikiwe na lipewe sifa. Asubuhi ya leo, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe. Tunakupenda Baba, tunakuabudu leo, tunakuita Jehova, tunakuita mahali hapa. Tenda mapenzi yako Baba, hudumia maisha ya kila mmoja katika jumba hili, hudumia maisha ya watazamaji wetu na wasikilizaji wetu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Unatenda mambo makubwa, unatenda mambo makubwa yaliyozidi ufahamu wa wanadamu. Hakuna jambo usiloliweza, hakuna jambo lisilowezekana mbele zako. Tumekutegemea Baba, tumekutegemea, tumekuita Jehova, tumekuita Yesu. Tusaidie Baba, hakuna kama wewe. Gethsemani Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kamupa nguvu akashinda. Gethsemani Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kampa nguvu akashinda. Omba omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Na mimi tuombe, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Nasema tuombe, omba utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Tuombe, omba utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Kanisa tuombe, haleluya. Utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Jamani tuombe, haleluya. Utafute uso wa Bwana, haleluya, aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Nasema tuombe, haleluya. Utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, hata kujibu kwa wazi. Muumba mbingu na nchi, umutonge goro nense, mfalme wa wafalme, umuruti wa baruti,
Tuna kila sababu ya kulimidi jina lako lenye uwezo na nguvu. Tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo, kutupa neema kuingia katika milango ya nyumba yako. Na kushukuru kwa sababu ya wakubwa na wadogo ambao Bwana amebahatika siku ya leo kusikiza neno hili. Asante jinsi umeweza kutubeba kwa mapawa yako. Tumetembea chini ya ulinzi wako Bwana. Tumeona nguvu zako hata wakati tumekuwa mbali na hata katika nyumba yako. Tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ambayo Bwana umetusaidia. Tumeingia katika marangoni mwa nyumba yako kwa uwezo na sifa katika vinywa vyetu. Naomba ukaweze kubariki kila mmoja ambaye amepata neno hili. Yeyote ambaye ametusikiza kutoka karibu na mbali, naomba kwamba ukamtembelee na uweze kunena pamoja na moyo wake. Wale ambao wametembea chini ya ufuli wa mauti, Bwana umewasaidia, wameona siku ya leo. Tunakushukuru Bwana. Waliotembea katika giza kubwa, umeweza kuwasaidia, wameona nuru ya neno lako la ajabu. Naomba kwamba ukapate kuwabarikisha. Inua utakayemuinua, bariki utakayembariki, ponya utakayemponya, peana neema kwa utakayepeana neema, okoa utakayemuokoa. Nakushukuru kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Nakushukuru kwa sababu ya viongozi wa Kenya. Nakushukuru kwa sababu ya viongozi wa kanisa. Nakushukuru kwa sababu ya matendo yako makubwa, yale ambayo watu wako wamekosa kupata kwa muda ambao umepita. Naomba watapokea maradufu katika jina la Yesu wa Nazareti. Unaenda kutembea pamoja nasi kwa njia ya ajabu. Watu wako wanaenda kuishi nguvu mpya, wanaenda kutembea chini ya mafuta yako, wanaenda kutembea chini ya upako wako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kila maagano kinyume na kazi yako, kila maagano kinyume na watu wako walio hapa, tunavunja na kuharibu kwa jina na damu ya Kristo. Tumeachilia neema ya Bwana ikaweze kutoa watu wako. Utubariki katika kila njia, maana wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu. Naombea mtumishi wako ambaye ameweza kutuzungumzia, mubariki, mfunike na damu yako, na wale wengine watakao tuzungumzia nyumaye, Bwana pia ukapate kubarikisha. Jina la Bwana litukuzwe na inuliwe milele, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe, unayejibu kwa moto, unayejibu kwa vishindo vya radi, unayejibu kwa vishindo vya matetemeko. Naomba ukajibu kwa majira na nyakati kama hizi, ili jina la Bwana liweze kuinuliwa. Tumesema ni asante Bwana, tumesema ni asante Bwana, tumesema ni asante Bwana, tumesema ni asante, tumesema ni asante. Nani kama wewe Bwana? Nani wa kufananishwa na wewe? Nani wa kuabudiwa kama wewe? Nani wa kupewa sifa kama wewe? Anayeokoa jinsi
Mlinzi yako ni nani? ayora ikere chinguru cha ningo Kuna onde tayo kuna onde tayo kuna onde tayo onde tayo kwa jina la Baba aserietele na Yesu Mwana na Roho Mtakatifu. yo mwana no moikomo chero Naomba na kuamini twasabira na kwegena na mtu wa Mungu asema amena. no muntu nyasaye teba amina. Pigia Bwana Yesu makofi kwa wema wake, nyasaye chingo bya soko maana yeye ndiye aliye mwema, ekagerera no muya yeye ndiye aliye mwaminifu, no mwegenwa yeye ndiye wa kupigania watu wake, yeye ndiye wa kusimama pamoja na kanisa, yeye ndiye ametuleta umbali huu, yeye anaitwa Ebenezer. Umbali huu ametuleta kwa jina la Yesu wa Nazareti. Jina la Baba liweze kuinuliwa, jina la Baba liweze kutukuzwa. Oh, hallelujah. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa Amen. Bwana wabariki sana wale ambao umetusikiza katika asubuhi ya leo. Umetupata moja kwa moja kutoka kanisa letu la Nyamataro P.A.G, mahali ambapo tunafanya ibada zetu masaa kama haya kuanzia saa 2 mpaka saa 3, mahali ambapo Mungu anazungumzia watu wake, mahali Mungu anaponya walio wagonjwa, mahali Mungu anaponya na kufungua waliofungwa. Bwana akubariki sana. Hata kwa majira ambayo tumekuwa na majira magumu sana, lakini bado Mungu alitupa neema tukaweza kukufikia katika neno. Wale ambao mumekuwa mkisimama pamoja nasi katika kazi ya Bwana, kipindi ambacho tumekuwa hatuji kanisa, mukatuma sadaka zenu, mukatuma saka zenu, mukatufanya tukawa na uwezo kulipia radio na watu kufikiwa na neno. Naomba kwamba Bwana wabariki na Bwana watendee mema, musije mukakosa kitu chema katika maisha yenu, na Bwana watembelee. Bwana siku njema. Bado tunaendelea na jina la Bwana litainuliwa. Amen. Shalom. Shalom. Amen.